Leo nataka nizungumzie msamaha. Ninaomba nitaje vipengele ambavyo nitakavyopitia, ili hata kama nitashindwa kuvielezea itakusaidia kusomea. Bwana Yesu asifiwe. Nitazungumzia maana ya msamaha. 1, 2, kanuni 4 za msamaha. 3, vivipitisho 5 vya msamaha. Vivipitisho 5 vya msamaha. Na maanisha nini? Utajuaje kwamba huyu mtu amekusamehe? Utajuaje kwamba huyu mtu amekusamehe? Kwa vipi? 4, msamaha unavyokuwa kibali cha ibada ya moyo. Bwana asifiwe sana. Asante kwa kunielewa. Ninaomba niendelee sasa. Naomba niendelee. Ninaomba unisikilize vizuri. Nisome kile kitabu cha Mathayo. Nitafute neno msamaha. Ile Mathayo sura ile ya 6 na ule mstari wa 14 na ule wa 15 nasema, kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. 15, bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu wa mbinguni, wala Baba yenu hata wasamehe ninyi makosa yenu. Ni msisitizo unaotokana na sala ya Baba yetu na ibada ya maombi ambayo inaanza mstari wa 9 mpaka wa 13, ambayo Yesu alifundisha kama sala yenye vipengele muhimu katika maisha ya mwanadamu. Bwana asifiwe. Nisikilize vizuri. Nini maana ya msamaha? Msamaha ni nini? Neno samehe limetokana na neno la Kigiriki ambalo lina spelling za A, P, H, I, E, M. Afiem. Likiwa na maana zifuatazo kwenye Biblia. 1, neno samehe maana yake achilia. Neno samehe maana yake achilia. Sikiza vizuri. Unaposoma Luka sura ile ya 6 mstari wa 35 na kuendelea, kuanzia mstari wa 30 na kuendelea, anasema achilieni ili nanyi mpate kuachiliwa. Maana yake ni kwamba makosa ya mtu kwa kadri yanavyoongezeka moyoni mwa mtu mwingine huwa yanakuwa mzigo mzito usiobebeka. Narudia tena. Makosa ya mtu kwa kadri yanavyoongezeka kwenye moyo wa mwingine anayemkwaza huwa yanakuwa mzigo mzito usiobebeka. Ukiubeba unaweza kusababisha stroke. Ukiubeba ule mzigo unaweza kusababisha kupoteza afya ya akili. Ukiubeba ule mzigo unaweza kufa kabla muda wako. Kwa hiyo unaposema nasamehe, maana yake natua mzigo wote, ninauachilia. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mzigo, nami nitawapumzisha. Miongoni mwa mizigo ni pamoja na makosa ya watu, ni pamoja na maovu mbalimbali, ni pamoja na magonjwa na shida zote za mwanadamu.
makwazo yote huwa yanaenda kujaa moyoni mwa mtu, yanafanya concentration, yanajaa kwenye moyo wa mtu. Ndio maana unapoona unakwazwa, kinachoathirika cha kwanza ni moyo. Kusamehe ni kutua mzigo, ni kuachia ule mzigo. Haulipi, achana nao. Ule mzigo haulipi, achana nao. Ule mzigo haulipi, achana nao. Mwambie jirani yako, mzigo ulionao haulipi, achana nao. Hawa amekujibu sio mfanyabiashara. Rudia tena, taelewa tu, hiyo inaenda haraka haraka. Mzigo ulionao achana nao, haulipi. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni maana ya kwanza. Maana ya pili ya neno samehe. Maana ya pili ya neno samehe inapatikana kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ya 3. Ule mstari wa 19-21. Anasema, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kurudishwa kwake. Kwa hiyo neno samehe ni kufuta. Maana yake nini? Kwa kadri mtu anavyokwazwa, anapoyabeba yale makosa, huwa yanasomeka moyoni kama mtu anavyosoma tarakimu yoyote kwenye ubao. Akilala asubuhi, akiamka asubuhi lazima aanze kwanza kusoma. Akimkumbuka mtu anakuja na maandishi yake alivyomfanya, kwa yale maandishi yote yanakaa moyoni ili yasome usiku na mchana. Unaposema nasamehe, maana yake unafuta kabisa maandishi ya mabaya ya mtu kwenye moyo wako. Asante kwa kuelewa maana ya msamaha. Naomba niingie kwenye kanuni 4 za msamaha. Najaribu kwenda haraka haraka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Naomba hizi kanuni 4 nisieleze kifupi ili nielekee kule kwenye thibitisho, kitakuwa vitu muhimu sana. Unaposikia mtu anasema kanuni, anamaanisha what is the principle? Mtu anaposema kanuni anamaanisha nini? Mtu anaposema kanuni anamaanisha nini? Anamaanisha kanuni ni utaratibu wa uchambuzi wa jambo kwa kina bila kuathiri maana yake halisi ya asili yake. Kwa hiyo nisikilize kwenye kanuni 4 za msamaha. Kanuni ya kwanza inasema, samehe bila kusubiri kuomba msamaha. Hiyo ni kanuni ya kwanza kibiblia. Samehe bila kusubiri kuomba msamaha. Luka 23 mstari wa 34. Yesu akasema, Baba uwasamehe maana hawajui walitendalo. Maana yake ni kwamba msamaha aliyoutoa Yesu haukusababishwa na Wayahudi kumwomba msamaha. Hapana, aliwasamehe bila kusubiri wamwombe yeye msamaha. Si kwa sababu 3 ama 4 za kwa nini usamehe bila kusubiri kuomba msamaha. Moja, unaweza ukasubiri mtu akuombe msamaha akawa hajui kosa, kwa sababu si wote wanaokukosea wanajua kukosea. Sababu ya pili, unaweza kusubiri mtu akuombe msamaha na asikuombe msamaha na akawa hana mpango. Kwa sababu gani? Anajua kosa lakini haoni uzito wa lile kosa kwake. Wewe uzito unaoona wewe, namna unavyokulia maumivu ya majeraha. Mwenzako ndo hana habari kabisa. Tatu, mtu unaweza kusubiri akuombe msamaha asikuombe msamaha kwa sababu ya kiburi cha uzima. Kwa nini? Kiburi cha uzima ni shetani kukaa kwenye moyo wa mtu. Kwa hiyo mahala popote shetani
anawahi kuomba msamaha kwa Mungu, leo hii akae kwako kusababisha ombe msamaha kwa mwenzako? Ndio maana unajua kabisa ulivyomfanyia mtu, lakini ukitaka kwenda kuomba msamaha unasema mwanamke ukampigia magoti naomba unisamehe, basi zitakuwa kiasi cheze sawa sawa. Kiburi cha uzima. Mwanaume ambaye anamlisha, anamnywesha, mimi ndo nalipa kila kitu, nikamwomba msamaha. Itakuwa hii sio akili inayofanya kazi. Maana yake ni kiburi cha uzima. Mahali ambapo shetani yupo hakunaga msamaha. Uko tayari kuwasuluhisha wengine na kuambia ombane msamaha, lakini sio wewe. Kuna watu wataalamu kutengeneza sayansi za kuwapatanisha watu, lakini kwao yakifika hawako kabisa na kwenye eneo hilo. Tena ni wakali mno. Wewe unimwambia fulani amsamehe mwenzake. Nilikuwa kazini. Sasa na wewe sasa ni kwako yamekutokea. Atakubaliana na hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni namba 2. Najaribu kwenda haraka ili niende ninapotaka kusimamia. Kanuni namba 2. Kanuni ya 2. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana asifiwe. Bwana amina, sijasikia vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanuni namba 2 inasema samehe bila kuhesabu kujirudia kosa. Hiyo ni kanuni ya 2. Samehe bila kuhesabu kujirudia kosa. Na maanisha nini? Kuna watu wanawasamehe, lakini sio kama wanawasamehe, wanawategeshea kama mtarudia. Yaani kuna vitu tofauti kabisa. Amekutegeshea kama utarudia. Ndio maana ukirudia haanzi upya, anafungua ukurasa wa jana. Anasema hivi, kwani wewe unabadilikaga? Hata juzi uliomba msamaha, kwani ulibadilika? Kwani mimi sikujui? Yaani ni hivi, huwa unasamehe kutengeneza mtego, yaani kumtega. Unapoona mtu hasamehi kwa sababu ya makosa yanayojirudia, ujue kuwa huwa hafuti, ila huwa anatega tena akunase. Tunaona wapi haya? Kitabu cha Luka sura 17. Kitabu cha Luka sura 17. Luka sura 17. Ule mstari wa kwanza, ule mstari wa 3 anasema hadi 4. Jilindeni, kama ndugu yako akikosa mwonye, akitubu msamehe. Na kama akikukosa mara 7 katika siku moja na kurudi kwako mara 7 akisema nimetubu, msamehe. Na kama atakosa mara 7 katika siku moja, kwenye kosa lile lile linajirudia rudia, anasema msamehe. Kwa samehe bila kuhesabu kujirudia rudia kwa kosa. Bwana asifiwe. Kanuni ya 3. Kanuni ya 3. Samehe bila kuhesabu wingi wa makosa. Unaposoma Mwanzo sura 50 ule mstari wa 19 mpaka 23. Kuna kitu kimoja nataka nikueleze pale. Kinasemaje? Bwana asifiwe. Tazama jirani yako kama amehama au tuko naye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisikize vizuri. Unaposoma Mwanzo sura 50 kuna kitu kigumu sana kinaelezwa pale. Kitu gani kile? Ndugu zake na Yusufu walipomwona baba yake Yakobo amekufa, walituma watu kwenda kwa Yusufu kuomba msamaha. Alafu ule msamaha badala ya kuufikisha inavyotakiwa wakaupeleka kimakosa. Ilikuwaje? Ni kwamba walimwambia Yusufu kwamba tunaomba utusamehe, maana baba yako aliacha waraka, aliacha usia kwa kwamba waachilie ndugu zako. Ile document haikuwepo. Kwa ni kosa. Wingi wa makosa yaliyopo pale yakoje? Jambo la kwanza, wale ndugu zake na Yusufu walimkosea makosa zaidi ya 6. La kwanza, walimkataa
aliangalia ukweli wa Mungu wake kwamba yeye atakuja kuwa mtu mkubwa. Alipoeleza nimeota ndoto, nimeota nyota zote 11 zinaninamia. Walimchukia kwa sababu ya ndoto zake kuwa mtu mkubwa kwa ziti wao bila kufuata itifaki ya umri na kuzaliwa. Waliamua kumtupa shimoni ili afie shimoni. Kosa la tatu, waliamua kumuuza Misri kama bidhaa. Kosa la nne, walijitengenezea ushahidi baba yake Yakobo kumwaminisha kuwa Yusufu ameliwa na mnyama. Kwa walipeleka msiba hali mioyo yao inajua wamemuuza Misri. Baba yake alilia, aliomboleza, anajua mtoto wake amekufa. Mioyo yao inasema hajafa, tumeshakula cha kwetu. Kosa la tano ni la kuomba msamaha baada ya kuona baba yake na Yusufu amekufa. Kwa walimchukulia kama baba yao kuwa ni kinga dhidi ya maovu yao. Kosa la sita, walipeleka watu kuomba msamaha bila kunyoosha sentensi. Wakasema baba yako alituambia kwamba akifa utuachilie, wakati yeye ameshawasamehe zamani, na kwamba kama walikuwa wanalijua hilo wangemwomba msamaha mapema baba yake wa hai. Ule wingi wa makosa zaidi ya 6, Yusufu aliachilia na akalia, akasema mimi niliwasamehe kwa muda mrefu sana. Halafu akasemaje? Akasema sentensi ngumu sana. Akasema hivi, hebu soma ile Mwanzo sura ya 50. Kuna kitu kigumu sana kiko pale. Mwanzo 50 mstari wa 20 anasema, nanyi ni kweli mlikusudia mabaya, bali Mungu alikusudia kuwa mema ili toke kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Maana yake ni hivi, Yusufu anaanza siri ngumu sana. Anasema hivi, wingi wa mabaya ya mtu huwa yamefunika wema ndani yake. Sijui kama inaingia akili sawa. Wingi wa makosa ya mtu huwa umefunika wema ndani yake. Ndio ndio. Wingi wa makosa ya mtu, unapoona mtu amekuwa mbaya sana kwako, huwa ndani umefunikwa wema usiojua. Ndio maana unapofuatilia mtu unayemwona ni mbaya sana kwako, hawi mbaya kwako tu. Kuna watu wanamuona tofauti na vile unavyomuona, kuna wema wake ndani. Kuna mtu mmoja nilikutana naye nchi moja huko, alikuwa anaimba sana, lakini mama yake alikuwa mpendi kabisa na alikuwa anatamani kumlani muda wote. Lakini akisimama kanisani watu wanasema Mungu anashuka leo. Akikosekana fulani kwenye ibada, yani inapwaya. Mama yake akirudi nyumbani anasema, yani wewe hata kanisa lako sina kusawa kweli. Wewe ni zaidi ya nyoka. Wingi wa makosa ya mtu umehifadhi wema ndani. Sikiza unielewe. Muangalie Sauli namna ambavyo anatueleza ushuhuda wake wa kuliuzi kanisa. Na uelewe namna ambavyo anaonyesha wema wa kipekee uliokuwa umefunikwa na yale mabaya. Wakina mama mnaweza mkanielewa sasa wapi? Pale ambapo mtoto utamkuta amejisaidia, kinyesi paka kichwani ni kama shuka nayo, utamchukua mpeleke chooni. Utachukua usafishe, huku unaruka na kinyesi kinataka kurukia kama puani, huku unasafisha. Kwa nini? Wingi wa mabaya ya mtu umehifadhi wema ndani. Kitabu cha Kolosai sura ya 3 mstari wa 13. Katika tafsiri ya New King James Version, lakini hata hii ya Kiswahili ya tafsiri ya mwaka 1952 inaeleza vizuri. Kolosai sura ya 3 mstari wa 13, Biblia inasema hivi. Kolosai 3:13 anasema, mkichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe na ninyi vivyo hivyo nanyi. Lugha ya Kiingereza inasema as, anatumia neno kama Kristo alivyowasamehe, as the Lord forgave you, you just do. Anatumia neno kwamba kama Bwana alivyowasamehe na ninyi msamehe. Kwa hiyo anamaanisha hivi. Nini maana ya lawama? Lawama ama manung'unika. Manung'uniko, neno manung'unika limetokana na Kigiriki ambalo linaitwa gogzons. Gogzons lina maana gani?
Lina maana ya grumble. Maana yake ni sauti ya chini chini ya kutokuridhika na kitu fulani. Yaani mtu asikii ila wewe unaongea ndani kwamba sijaridhika. Kuna watu anakusamehe baadaye anatamani akate rufaa. Msamaha wa kweli haunaga rufaa. Yaani mtu anakusamehe baadaye anajihoji, hivi nimesamehe, akili zima sawa sawa au wazima? Yaani anasamehe alafu anakata rufaa. Anasamehe baadaye anajitafakari, hivi nimetamka tu yaishe haya au nililogwa? Hivi unaweza kumsamehe mtu vyepesi hivi? Yaani unasamehe baadaye unasikia sauti ya kukata rufaa. Kwa maana ufuta msamaha nianze upya. Yale ni manunguniko. Unamsamehe mtu bado unajutia msamaha uliompa. Unamsamehe mtu bado unakata rufaa kwa ajili ya kuanzisha jambo upya. Kanuni inakataa, inasema samehe bila kulaumu. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Naomba niingie kwenye vidhibitisho sasa. Angalau sehemu chache naomba nivitaje kwa sababu sitamaliza vyote. Sidhani nitamaliza zote. Bwana asifiwe. Vidhibitisho vitano vya msamaha. Swali: utajuaje kwamba yule mtu umemsamehe? Je, utaelewaje kwamba uliyemkosea ameshakuachilia? Ni swala msingi sana. Utajuaje kwamba mume wako aliyekukamata umechiti, mke wako aliyekukamata umechiti? Nazungumzia mambo ambayo ni very sensitive. Aliyekukamata, utajuaje kwamba amekusamehe? Ni jambo muhimu sana. Haya, tuangalie vidhibitisho vitano vya msamaha. Cha kwanza. Bwana asifiwe. Mnaniruhusu nivitaje? Niruhusu nivitaje kwa sababu muda wangu inagonga kengele. Jambo la kwanza. Moja, ukitaka kujua kwamba yule mtu umemsamehe au amekusamehe, kumbukumbu ya yale mabaya ipotee. Kidhibitisho cha kwanza, kupotea kumbukumbu ya yale makosa. Isaya 43:25. Kupotea kumbukumbu ya yale makosa. Cha pili, kurudi upendo wa awali. Ukikataa kurudi, hajakusamehe. Kurudi upendo wa awali mliokuwa nao kabla ya makosa. Ukikataa kurudi, hajakusamehe. Ibrania 12:6-7. Cha tatu, utajuaje kwamba yule mtu umemsamehe au amekusamehe? Amani iliyokuwepo irudi. Ikikataa kurudi amani, hajakusamehe. Amani iliyokuwepo kabla ya kosa irudi. Ikikataa kurudi, hamjasameheana. Amos 3:3 na Mathayo 5:9. Ile Mathayo 5:9 anasema heri wapatanishi. Ndio, heri wapatanishi. Lugha ya Kiingereza inaeleza vizuri. Anatumia neno peacemakers. Anaposema heri wapatanishi kwa lugha ya Kiingereza anatumia peacemakers. Maana ni kwamba unapomsamehe mtu ni lazima ije amani. Unapowapatanisha watu wasameheane ni lazima ije amani. Ikikataa amani ndani yao, ujue tayari msamaha pala hujatokea. Cha nne naomba nikiruke kwa sababu nitaanza nacho. Cha nne nikiruke nije cha tano. Kurudi mahusiano ya awali. Kurudi mahusiano ya awali. Kurudi mahusiano ya awali. Kurudi yale mahusiano ambayo yalikuwepo kabla ya kosa. Kosa lilitokea likayafuta mahusiano ya karibu. Unapomsamehe huwa yanarudi yale mahusiano. Ndio maana Mwanzo 50 anasema hivi, Yusufu alipowasamehe ndugu zake,
aliwaomba watoke Misri, watoke kule Kanaani waje Misri, wapewe eneo na liitwe Goshen, waanze maisha. Kurudi mahusiano ya awali na kuanza kusema nao na kuanza kutamka vitu vizuri juu yao. Lazima mahusiano yarudi. Yakikataa mahusiano, ule haupo msamaha, mnadanganyana. Bado mambo hayajafutwa, yamefunikwa. Kuna kufuta na kufunika. Kufunika ni kutengeneza ajenda ya baadaye. Namba 5 kwa nataka nizungumzie. Naona kidogo kwangu nilikuwa naisoma mara mbili. Naona kama sielewi, lakini baadaye Roho Mtakatifu amenielewesha. Inasemaje namba 5? Inasema hivi: ukitaka kujua ya kuwa yule mtu amekusamehe au umemsamehe, akubariki kutoka moyoni mwake. Akubariki tena vitu vikubwa ambavyo viko nje ya uwezo wake. Je, wale wote ambao wamekuumiza moyo, umeshawahi kuwabariki, kuwaombea baraka kutoka moyoni mwako na huwa unawabariki? Au unaombea laana? Sikiza vizuri. Hebu tusome moja kwa moja maandiko kwa sababu ya muda. Kumbukumbu la Torati sura 33. Kumbukumbu la Torati 33. 33 Kumbukumbu la Torati mstari wa kwanza anasema, Kumbukumbu la Torati 33 mstari wa kwanza anasema, hii ndiyo baraka ya Musa, huyo mtu wa Mungu, alivyowabariki wana wa Israeli kabla ya kufa kwake. Akasema, Bwana alitoka Sinai, akawaondokea katika Seiri, alitangaza kilima cha Parani, akaja yani ameeleza vitu vingi mpaka mstari wa mwisho. Nisikilize unielewe. Halafu jitafakari kwamba je, ungekuwa Musa wewe ungesemaje? Kwamba wale watu waliokukwaza mpaka wewe ukazuiliwa kuingia Kanaani, unawabariki wewe ufe, wao wakaingia Kanaani. Inaingia akili haraka. Unajelewa? Wale watu ambao walikukwaza wewe mpaka ikawa sababu ya kuzuiliwa kufika Kanaani na ukadhibitishiwa hautaingia Kanaani, leo hii unataka wabariki waingie Kanaani halafu wewe ufie pale. Wale watu ambao wamemlisha yule mtu sumu ili afya asiendelee na masomo, anaamua kuwaombea, kuwabariki, halafu anakufa. Inaingia akili? Bado kabisa. Ndio maana unaweza kusema unamsamehe mtu, kumbe unadanganya. Yaani unawadanganya tu watu ili waelewe kwamba na wewe unaongeaga. Neno gumu sana kwamba ukitaka kujua ya kwa yule mtu umemsamehe, ni lazima usikie kutoka ndani ya moyo wako na kinywa chako kikitoa baraka juu ya yule mtu, na zile baraka zipatikane kwa wakati wa Bwana. Yaani unamwombea kutoka ndani ya moyo wako abarikiwe. Kwa nini? Unapombariki mtu aliyekukosea baada ya kumsamehe, huwa inakuwa kinga ya kuondoa kumbukumbu ya mabaya. Kufuta kumbukumbu ya mabaya sio jambo dogo. Linahitaji mikakati. Moja wapo na kukubali kuwabariki wote waliokukwaza, kuanza kuwaombea bila wao hata kujua kama unawaombeaga mema. Unawaombea, unatamka baraka juu yao, unatamka baraka juu yao, unamwambia Mungu wabariki, ninaomba juu yao baraka. Neno lako linasema wabarikini wanaowaudhi, lakini huyu aliniudhi, mimi nimeshamsamehe na nikafuta. Ninaomba Bwana, kuanzia leo ninaanza kumbariki hadi nione mwanae ameolewa na amefunga ndoa, hadi nione watoto wake wamesoma mpaka chuo kikuu, hadi nione, yani hivi unaanza kutamka vitu mpaka mbingu inasema, huu ndio msamaha na huu ndio wokovu. Sio kila mara. Baba, katika jina la Yesu, anayeniroga kwenye biashara yangu, kama Mungu shivyo apigwe, miguu yote ipoze. Na kuanzia sasa Baba, unisikilize, napeleka na sadaka madhabahuni. Mungu anasema peleka tu, maana sio kila sadaka mimi napokea. Zingine zinaliwa tu duniani zinaisha. Sikiza vizuri leo. Neno la Mungu linaeleza maneno haya kwamba ukitaka kudhibitisha ya kume msamehe yule mtu hadi usikie kutoka ndani yako, moyo wako unatoa baraka juu yake. Na sio baraka za kujitangaza ili asikie
wakati mwingine unanuia tu, unasema na Mungu kumwombea abarikiwe. Unapomwombea abarikiwe, yale maombi yako yanachukuliwa kupelekwa kwa kuhifadhiwa na kulinganishwa kwa wale mashujaa waliowaombea watu wafanikiwa ambao wao binafsi wameumiza sana, halafu wanawabariki. Tunaelewana watumishi wa Baba? Sikiliza, kwa nini ujifunze kipengele hiki? Ni kwa sababu unafikiri kumbe umewasamehe watu, kumbe unawadanganya. Angalia, wewe nikugusie jambo la 4. Ndio nasema lazima uone upendo wa kwanza umerudi. Kuna watu wameumizana. Ukitaka kujua kwamba yule mtu hajamsamehe, anapotaka kumpenda kama mwanzo alivyokuwa anampenda, anasikia moyo unakataa. Wao unakataa. Unakataa kwa sababu hajamsamehe. Msamaha hauko kinywani. Kinywani ni udhihirisho wa unafiki ama ukweli ulioko ndani ya moyo. Shika mkono jirani yako. Mtazame usoni. Hata kama sura yake inatisha, mtazame tu. Kuna sura zingine ukiangalia hivi unasema tuko naye hapa au amehama. Mtazame. Muulize, umewasamehe waliokukosea kweli? Umerudisha upendo wenu uliokuwa nao? Umerudisha mahusiano yaliyokuwepo? Umewabariki? Mtazame vizuri anapoongea. Unamtazama kinywani na moyoni pia. Hata kama anaongea lakini moyo unaruka, unasema yaongea tu kwa sababu yanasema lakini kwa hapo hayapo. Mrudie tena, muulize, umewabariki waliokukosea? Una amani nao? Una amani nao? Umetupa chooni ya kumbukumbu ya mabaya yao? Naomba usimama naye. Wingu limekata. Amemuomba msamaha kwa gharama zote lakini imeshindikana. Naomba usogee mbele. Inawezekana ni boss wako, inawezekana ni ndani yako. Umetumia nguvu nyingi sana kupatana naye lakini imeshindikana. Sogea. Kama unasogea. Usione uoga. Neno la wakati, umetumia nguvu nyingi sana kupatana naye yule mtu. Ni kweli ulimkosea au ni kweli alikukosea. Lakini tangu kosa lilitokea, limetengeneza ufa. Hata kama likuumiza lakini unataka tu kupatana naye. Maana umesikia neno linasema hivi, ukitaka kujua kama umemsamehe mtu na yeye amekusamehe, lazima upendo wa awali rudi. Lazima mahusiano ya kwanza yarudi. Lazima amani rudi. Lazima umbariki. Lazima mahusiano ya awali yarudi. Yakikataa, hakuna msamaha pale, mnadanganyana. Kama yuko mtu anasogea mbele, anasikia kabisa ndani kwamba nataka kuomba Mungu apate kuonekana. Mungu alete upatanisho kati yangu na wale watu, kati yangu kule kazini, kati yangu na ndugu zangu, kati yangu na ukoo wangu, kati yangu. Kama mtu yupo anasogea mbele, kama yupo. Kama yupo lakini special na hiyo. Sitaki kila mtu, nataka tu watu hao kama wao. Sogea mbele. Sogea mbele. Nikisema watu wapite mbele hapa patajaa, wala nataka nitoe tu watu special. Kwamba ndani yako kuna mtu umetumia nguvu nyingi sana kupatana naye. Unamwomba msamaha leo, kesho anaibuka. Unaongea naye leo, mnapatana, kesho anaibuka. Au umejitahidi sana kujishusha, lakini mnapomaliza mazungumzo baadaye tena kugeuka. Umejitahidi kujihoji, huyu mtu ni wa design gani? Nataka nimpeleke madhabahuni pa Bwana. Neno limekuja. Nataka kumtangazia amani. Neno limekuja. Nataka kuona upendo wa kwanza unarudi. Tulikuwa tunatumika naye. Tulikuwa tunapendana. Lakini ghafla saa ya Bwana ya propaganda inakaribia. Ni wakati wowote. Tutaendelea kutazamana kama maadui hadi lini? Tutaendelea kutazamana kama wanyama hadi lini? Yawezekana ndugu zako umejitahidi sana kuwasaidia, badala ya kushukuru wamekugeuzia kibao, wanatamka maneno magumu sana juu yako. Umewasikia yakananua moyo, ukaamua kuwahoji. Toka wahoji hadi leo hamzungumzi tena. Sogea mbele. Mungu ni mwenye nguvu. Nguvu ya msalaba itakupatanisha naye. Umemwomba msamaha wa kawaida,
hujaona matokeo ya kupatana naye, lakini kama Bwana Mungu aishivyo, kumleta madhabahuni hapa ni kudai kuona nguvu ya upatanisho, the power of reconciliation. Mungu akureconcile naye popote alipo. Nguvu za Bwana zimlete kwa sumaku ya damu ya Yesu kukupatanisha naye. Kanisa lote tuinue mikono yetu kwa Bwana. Inua kidogo, usiinue juu sana, kidogo. Usiinue juu sana kama adhabu za shule ya msingi ya miaka 90 kitu. Yaani inua mikono mpaka unataka kudondoka. Inua tu kidogo sana kama ishara tu kwa Bwana kwamba nahitaji msaada wa yule atokaye juu. Funika macho yako. Moyoni mwako wasamehe wote waliokukosea na uachilie bure. Naanza kudai kupatana nao. Iwe ni ofisini, iwe ni kanisani, iwe ni kule nyumbani, iwe ni majirani. Funika macho yako. Sijui kama umeelewa vizuri. Funika macho yako mpendwa. Unapofunika macho inakusaidia kupata nafasi ya utulivu kwa Mungu wako. Tafakari Mungu wako. Wasamehe wote. Hata kama hawajakuomba msamaha, wasamehe tu bure. Anza kuachia watu. Hata kama kila saa unapoomba msamaha jambo linaibuka upya, mwambie Mungu, nakataa hiyo vita kuinuka tena. Leo hii nasogea kwenye mahakama yako kwenda kufuta kila kesi na kila kinachozalisha mgogoro. Nadai mapatano. Iwe ni kwenye ukoo mzima, nasimama kama shujaa kudai haki ya mapatano kwa damu ya Yesu Kristo. Funika macho yako. Fanya ninavyokuelekeza. Kuna vitu Mungu anafanya. Fanya ninavyokuelekeza. Omba. Uzuri naomba mwenyewe. Endelea kuomba, usinyamaze. Endelea kuomba, usinyamaze. Kuna vitu Mungu anafanya. Kuna vitu Mungu anafanya. Wasamehe wote waliokukosea. Hata wale ambao hawajakuomba msamaha, lakini dai kurejea mahusiano upya. Kataro ya mafarakano. Yawezekana ni kwenye mahusiano yenu, mlitarajia kuoana, lakini ghafla uchungu unavunjika. Kila aina mtu, kitu kingia kwenye mahusiano lazima itokee kelele, na ile kelele inatengeneza mpasuko na hakuna tena kurudiana. Mwambie Mungu aonekane. Mwambie Bwana, nakuja mbele zako. Kila mtu ambaye sijapatana naye, ambaye ananiona mimi ni adui yake, ambaye namuona mimi ni adui yake, kuanzia sai na igeuza nguvu ya uadui ili iwe nguvu ya upendo na msamaha. Endelea kuomba. Sijajua unaomba kwa kiwango gani, na sijajua umepokea kwa mzigo upi, lakini Mungu yuko pamoja nawe. Anakufuatilia sana kusikiliza unachoomba. Angalia kule mashuleni, angalia kule majirani, angalia kwenye familia. Kuna vitu ambavyo vinaendelea vigumu sana. Tamani omba mapatano. Nuia mapatano. Hata kama kuna watu wakusalimii tu, umejitahidi sana kufuatilia sababu haujui, lakini mwambie Mungu aliye juu kwamba nadai mapatano. Haijalishi miungu imetufarakanisha, miungu yake na wewe Bwana, falme mbili hazielewani, lakini nadai mapatano kwa damu inayo mema, ili Mungu wako uingize utawala ndani ya moyo wake. Sema Bwana Yesu. Kanisa lote mtatamka maneno haya, halafu nitaenda kuomba maalum kuweka mikono juu hapa. Sema Bwana Yesu. Asante kwa ajili ya neno lako. Neno lako la msamaha, ambao ni kibali cha ibada. Ninakuja mbele zako. Naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokukosea, kwa mawazo, kwa maneno na kwa matendo. Kwa njia ya damu yako Yesu, inioshe kabisa. Na kuja mbele zako na wasamehe wote walioumiza moyo wangu, niliowaumiza pia, na nawaachilia ndani katika jina la Yesu. Nasogea mbele zako. Ninadai mapatano na uthibitisho wa huu msamaha katika jina la Yesu. Amani iliyotoweka kwa sababu ya makosa irejee, maana yale makosa yanafutika sasa. Upendo uliotoweka kwa sababu ya yale makosa urejee, maana yale makosa yanafutika sasa. Uhusiano uliokuwepo wa ukaribu uliotoweka
kwa sababu ya makosa urejee, maana yale makosa yanafutwa sasa. Baraka nilizoshindwa kuzitoa ama kuzipokea kwa sababu ya makosa, nazitoa sasa kwa wote ninaowasamehe sasa, maana makosa yanafutika kwa jina la Yesu. Kumbukumbu ya mabaya iliyoishi kwa muda mrefu inaondoka, iumbike kumbukumbu ya mema kwa damu inenayo mema. Yesu, nipatanishe na hawa watu ambao niko mbali nao kwa sababu ya makosa, kwa jina la Yesu. Uliyeko nyuma unaweza kaendelea kuomba. Kuna vitu ambavyo unapoendelea kuomba Mungu anafanya. Wakati naweka mikono kidogo kwa ajili ya watumishi hawa, ili nguvu ya upatanisho ije kwao tena, kama Mungu aishivyo au wapatanishe tena na watu ambao walifarakana nao kupitia tofauti ndogo ndogo. Kila roho ya mafarakano inatoka kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya upatanisho kwa jina la Yesu. Kila uliyedhamiria upatane naye, unapatana naye sasa. Hiyo roho ya mafarakano inatoka. Hiyo roho ya kufarakanisha na inatoka katika jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu, kila roho ya mafarakano iliyosimama kukufarakanisha na watu inaondoka kwa damu ya msalaba. Kama Mungu aishivyo, anakupatanisha na wote ambao umetengana nao kwa sababu ya makosa kadha wa kadha. Kwa jina la Yesu aliye hai, wewe ni Bwana. Kila roho ya mafarakano inatoka ndani, inatoka kwa damu ya Yesu Kristo. Inatoka roho ya mafarakano, kwa damu ya msalaba. Mungu anakupatanisha na kukuungamanisha na watu ambao shetani alikufarakanisha nao kwa jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai, pokea nguvu ya upatanisho na wale watu ambao umefarakana nao kwa sababu ya makosa na kwa namna nyingine nyingi. Kwa damu ya msalaba, Mungu anakupatanisha nao tena kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu aliye hai, pokea nguvu ya damu ya Yesu ya upatanisho na watu ambao shetani alikufarakanisha nao kwa sababu ya mapungufu mbalimbali. Kwa jina la Yesu, patana nao tena katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Pokea nguvu ya mapatano ya upatanisho dhidi ya wale watu ambao ulifarakana nao kwa sababu ya mapungufu mbalimbali. Roho ya mafarakano inatoka na nguvu ya upatanisho unapokea kwa jina la Yesu aliye hai. Katika jina la Yesu aliye hai, pokea nguvu ya upatanisho na wale watu ambao shetani alikufarakanisha nao kwa sababu ya mapungufu mbalimbali. Napatanishwa nao kwa damu ya Yesu. Inatoka roho ya mafarakano, wachie. Toka mdumisha. Toka roho ya mafarakano. Toka. Chia maisha. Toka roho ya mafarakano kwa damu ya msalaba. Toka roho ya mafarakano. Utaishi ndani, wachie. Achia familia, chia maisha yake. Chia familia, chia maisha yake. Nguvu giza. Toka. Lejesha mapatano ndani. Natangaza mapatano. Natangaza mapatano. Kila agano la mafarakano linatoka, halitaishi ndani, linatoka kwa jina la Yesu aliye hai. Chilia tu, hiyo roho inatoka. Chilia kutoka ndani na utangaze amani. Kitangaza amani, shetani anakosa mlango wa kushikilia. Tangaza amani, tangaza amani. Hata kama ulikuwa unataka kukata rufaa, hujaridhika na msamaha, tangaza amani, tangaza amani, tangaza amani, tangaza amani. Amani ni uwepo wa Bwana, amani ni nguvu ya Bwana, amani ni Mungu mwenyewe. Katika jina la Yesu, tangaza amani. Chilia moyoni mwako. Waachilie wote kabisa, chilia. Unapoachilia, shetani anakosa mahali pa kukaa. Atakaa wapi? Kwa sababu amani ni uwepo wa Bwana. Katika jina la Yesu hai, pokea nguvu ya upatanisho kwa wale watu mbalimbali kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu akupatanisha na Yesu. Katika jina la Yesu.
inafaa kwenye msamaha. Samehe bure. Kuna kitu Mungu anafanya. Hiyo roho inatoka. Hiyo roho inatoka kuanzia leo inatoka. Toka hiyo. Chomoka. Natangaza hivi, anaposamehe na kusamehewa, kila nguvu za giza zinakosa uhalali wa kukaa. Roho ya mafarakano huna uhalali. Toka hiyo. Toka hiyo. Unakosa uhalali wa kumiliki. Toka. Chia familia. Chia maisha yake. Toka. Roho ya mafarakano inatoka. Haiwezi kukaa. Chomoka hiyo. Lucifer unapanda na kutoka, na kuanzia leo ndio mwisho. Iachie familia. Piga tena toka. Ndio mwisho wako wa kukaa. Nguvu za Mungu zinakumaliza. Toka. Nguvu ya msamaha inapita ndani. Hakuna tena cha kesi wala cha mashtaka. Toka cha maisha yao. Hiyo nguvu inatoka. Haiwezi kukaa. Piga tena toka. Roho ya mafarakano ya kwenye familia, ya kwenye ukoo, iliyorushwa kwa ajili ya kutengeneza mafarakano. Kila anayepatana naye kwa muda tu anafarakana naye. Hata kama akipata mtu wa karibu, baada ya muda tu anafarakana naye. Anaonekana mbaya, anaonekana mkorofi. Toka roho ya mafarakano. Toka. Hiyo nafasi si yako tena. Toka. Piga toka. Roho ya mafarakano. Piga toka. Kwa heri chomoka kwa heri. Piga ondoka. Ndo kwa heri. Roho ya mafarakano ndo kwa heri. Hutaishi tena ndani. Ndo kwa heri. Muda wako umeisha. Nguvu za Bwana zinapiga makao yako. Nguvu za Mungu zinapiga kile ulipokaa. Nguvu za Mungu zinapiga kila kona. Piga kile ondoka. Chomoka. Ndo kwa heri. Chomoka. Piga kile ondoka. Chomoka. Toka nguvu za giza. Toka kwa damu ya Yesu. Chama chake. Wacha hivyo. Ndo kwa heri. Ondoka kabisa. Kuanzia sasa ondoka. Maisha yako unaachia hivyo. Unaachia hivyo maisha yake. Hata baki kwenye kifungo cha hivyo tena. Ondoka, achia. Akaonekana, akachanua, akastawi. Akaonekane thamani yake. Mliizuia thamani yake. Akaonekana mkorofi, akaonekana ni mtu asiyefaa, akaonekana ni mtu wa ovyo. Nasema hataonekana kama mlivyomtengeneza. Anaenda kuonekana kuwa mtu mzuri. Anaenda kuonekana kuwa mtu anayefaa. Anaenda kuonekana kuwa mtu wa thamani. Thamani yake inarejea tena kwa jina la Yesu hai. Toka nguvu za giza. Toka kwa damu ya Yesu. Toka kwa damu ya Yesu. Toka kwa damu ya Yesu. Pokea nguvu ya upatanisho. Na wale wote ambao shetani alikufarakanisha nao kwa sababu ya mapungufu, kwa jina la Yesu Kristo hai, pokea nguvu ya upatanisho katika jina la Yesu hai. Pokea nguvu ya upatanisho dhidi ya wale wote ambao shetani amekufarakanisha nao katika jina la Yesu hai. Pokea nguvu ya upatanisho na watu ambao shetani amekufarakanisha nao, iwe kwenye familia na mahala popote, kwa jina la Yesu. Mungu anakupatanisha tena. Weka mikono juu ya kifua chako. Omba kuwatangazia amani. Tamka neno la amani na litoke kwenye kinywa chako, na litoke kwenye moyo wako. Omba kuwatangazia amani. Tangazia amani, watangazia amani wote ambao Bwana amekupatanisha nao. Watamkia amani. Kataa roho ya uadui tena. Hata ukikutana nao watangazia amani. Wasalimie bure. Wabariki bure. Watangazia amani. Kuna kitu Mungu anafanya. Watangazia amani. Usiruhusu mjadala, usiruhusu rufaa ndani ya moyo wako. Usiruhusu maswali hayana msaada. Msamaha hauna rufaa. Watangazia amani. Kwa damu ya Yesu. Watangazia amani. Nguvu za Mungu ziko pamoja nawe. Watangazia amani. Iwe ni kazini, iwe ni ofisini, iwe ni kwenye ukoo, iwe ni majirani, iwe ni kwenye familia. Watangazia amani. Ndugu zako, wazazi wako, mume wako, mke wako, watangazia amani. Watoto wako, watangazia tu amani. Watangazia amani. Wabariki bure. Kuna kitu kinachofanyika kwenye ulimwengu wao. Watangazia amani. Nguvu za Mungu zinaflow ndani ya moyo wako. Achia amani. Ruhusu amani ya Kristo itawale ndani. Ruhusu amani ya Kristo itawale moyoni mwako. Ondoa huzuni na hofu na mashaka. Nguvu za Mungu zinashuka kwa upya. Jikubali ya kwamba umesamehewa na umepatanishwa nao. Hata kama uliwaingizia hasara kiasi gani, Bwana akikusamehe na akaamuru upatanisho, hasara itasimama, faida itaanza. Unaweza karibu.